Habari, karibu tena kwenye Change Talk Podcast. Hii ni season ya pili. Mimi ni Neema Kajiange. Kwenye season hii ya pili, kwanza nikukumbushe kwamba jukwaa hili la Change Talk Podcast linazungumza sana masuala ya stadi za mawasiliano pamoja na masuala ya media. Mimi ni Neema Kajiange, tutakuwa pamoja. Tulikuwa pamoja season 1 na hii ni season 2. Nikukaribishe kuungana nasi katika season hii. Mada mezani ni ni kuelewa hofu ya kuzungumza na kujenga kujiamini. Ni kuielewa hofu ya kuzungumza na kujenga kujiamini, kwamba kuna watu wengi wanapenda kuzungumza lakini hofu inakuwa ni changamoto kwao. Kwa katika hilo siko peke yangu, niko na mtaalamu wa mawasiliano ambaye ni Mr. Musa Semiemba, ni communication coach and media trainer. Karibu sana mtaalamu wa mawasiliano. Nashukuru sana. Hii ni season ya pili. Nashukuru sana, tumekuja tena kwenye season ya pili. Naamini watazamaji wetu watakuwa na mengi sana ya kujifunza. Ni kweli. Kama nilivyoisema mada yetu tangu awali, ni kuelewa hofu ya kuzungumza mbele za watu na kujenga kujiamini. Wewe sasa kama mtaalamu wa masuala haya mawasiliano, kabla tujafika mbali sana kwenye kudadavua mada hii, unafikiri ni kwa nini watu wengi wanakuwa na hofu? Kwanza lazima tukubaliane kwamba watu wengi sana, ni kilio cha watu wengi sana kuwa na hofu. Hili ni swala ambalo ni fact na ni obvious kabisa. Na inajidhihirisha wapi? Unakuta mtu ana uwezo, ana maarifa ya kutosha, anakuwa anajua vitu, na katika settings tofauti, ofisini, darasani, kwenye mikusanyiko mbalimbali, anajua. Yaani mtu anajua, lakini sasa ile hofu inamfanya ashindwe kupresent, ashindwe kuelezea kitu chake. Na hili jambo limekuwa likiwaumiza moyo watu wengi sana, na kuona kwamba labda anajihisi kwamba nina upungufu fulani, labda kuna kitu hakipo sawa, kwa nini mimi nashindwa kufanya hivi. Na wakati mwingine swala hili limekuwa la kushindwa la kuwa na hofu ya kuzungumza mbele za watu, limekuwa likiwakosesha fursa watu wengi sana kwenye maisha yao, hasa kwenye nyanja za kazi. Unakuta mtu hawezi tena kupresent, kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya fursa anazikosa. Kwa hiyo ni kilio cha watu wengi sana, na ni jambo ambalo kusema kweli linaleta changamoto. Kwa hiyo sababu, mimi nafikiri sababu zipo nyingi sana. Sababu zipo nyingi sana ambazo tuzijadili hapa, lakini moja kati ya sababu ambayo mimi naiona labda tuiangalie kwa undani ni sababu ya kuogopa kupoteza. Kuogopa kupoteza. Hapo ni kupoteza thamani, kupoteza nini? Unajua siku zote kila mtu anaamini kuna kitu amekishika. Labda ni heshima yake, utu wake, ile heshima ambayo jamii inamvalue au inamzingatia. Anahisi kwamba kwa sababu nikienda kuzungumza pale na mimi siwezi kuzungumza mbele za watu na hofu, basi hata kile nilicho nacho nitakipoteza. Mwingine ni nafasi yake ya kazi. Anahisi kwamba nikienda kuzungumza pale mbele na nikaonesha uoga wangu mbele za watu, basi hata hii nafasi nilionayo, hii position, naweza nikatolewa kwa sababu watu wataniona si fit kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo mtu anakuwa na hofu ya kupoteza. Kwa hiyo watu wengi sio kwamba anaogopa kwenda kuzungumza, lakini anakuwa na hofu ya kupoteza. Si labda wewe kama umewahi kuwa na hofu ya kupoteza kitu chochote? Ndio, hiyo ipo. Unajua kuna mazingira, lakini nadhani pia hiyo hofu inasababishwa na kutokujiandaa. Mimi nimewahi kuwa na hofu, yaani hivyo nikaogopa kupoteza kwa sababu ilikuwa ni fursa nzuri, lakini sikujiandaa. Nikaona kuliko nijipotezee thamani, nijishushie heshima, bora nikae yani nikawa na ile hofu, nikaingia na hofu gani kabisa, ninatetemeka sasa. Hii issue yani ilikopa ni kumpokea mtu mkubwa sehemu fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba watu wengi sana wanaogopa kupoteza kile walichonacho, kwa sababu ndio maana anaona badala kwenda kuongea pale ni aibiki, ni heri nikae tu kimya na nilinde kile nilicho nacho. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Na labda kitu kingine ambacho nakiona, sababu kubwa nyingine ni tunasema kuna kitu kinaitwa self esteem. Self esteem ni Kiswahili sijui tuiwekaje, lakini ni jinsi ambavyo unajipa thamani. Ni ile hadhi yako, jinsi unavyojipa thamani. Unavyojipa thamani. Unajua kuna kwenye self esteem kuna kitu nakiita low self esteem and high self esteem. Low self esteem ni kujidunisha, yani unajiona duni
unajiona duni, yani wewe ustahili, wewe ni mtu fulani ambaye unajiona kwamba ustahili kusimama mbele za watu wengine. Yani kuna ustahili kwenye maisha yako. Kwa mwingine anaona kwamba watu ambao wanamsikiliza na hadhi yao na yeye alivyo kwamba anajiloda, anajidunisha. Kwa hiyo anasema mimi pale nikiongea bado hawatanisikiliza. Yani anakuwa na expectation ambazo ni zile negativity. Ameshajipa value. Na unaona hata kwa mfano kwenye vitabu kama kwenye Biblia, kuna kipindi ambapo wale wana wa Israeli walituma wapelelezi kwenda kupeleleza nchi fulani. Walipofika kule wakaona kuna watu wakubwa sana, kuna watu na majitu makubwa. Wakarudi wakasema aisee, sisi kule ni kama mapanzi. Yani ni kama panzi. Kwa hiyo imagine mtu amejitoa kwenye level ya mtu mpaka kwenye level ya panzi. Kwa hiyo ameshajidogosha. Kwa hiyo watu wengi wana changamoto hii ya kujidogosha. Anashindwa kujipa ile thamani ambayo anastahili. Kwa hiyo ile tayari, kwa sababu yeye ameshajidharau, ameshajiona kwamba astahili. Kwa hata kusimama mbele za watu anaona mimi si stahili, nitaenda kuongea nini? Na hii ni obvious. Utakuta hata ukiwa unachunguza watu wanavyoenda kuongea mbele za watu, mtu atakapoenda kusimama anaanza na sentensi ya kujidunisha kwamba unajua mimi si chochote, mimi si chochote, si lolote. Si stahili, yani mimi ni kama mbwa tu, si stahili. Anajitoa hadi kwenye characteristic ya ubinadamu. Anajitoa, anajiona yeye sio mtu, anajipeleka kwenye panzi, kwenye mbwa na kwenye vitu vingine. Kitu ambacho na hiki hakiathiri tu kwenye public speaking. Hichi kitu kinaathiri hata kwenye maisha ya kawaida. Watu wengi sana tunashindwa kuchukua hatua kubwa, tunashindwa kuchukua maamuzi makubwa ambayo yataleta value na faida kwenye maisha yetu, kwa sababu tayari tumeshajiona wadogo. Tumeshajiona hatustahili. Lakini kimsingi unapojipa thamani, yani lazima ujipe thamani katika namna ambayo ni sahihi. Sasa huwa tunajipa thamani katika namna ambayo sio sahihi. Kwa nini? Kwa vile tunavyoshindwa na vile tunavyoweza. Ukiwa unaweza kitu unajipa thamani kubwa. Ukiwa uwezi kitu unajipa thamani ndogo. Kitu ambacho sio sahihi. Wewe kwa jinsi ulivyo, aidha unaweza ama hauwezi kitu, wewe ni wa thamani. Iwe unaweza, yani uwe unaweza vile vitu ambavyo unahisi kwamba wengine wanaweza, uwe unaweza ama uwe huwezi. Kwa mfano kwenye public speaking, uwe unaweza kuongea mbele za watu vizuri ama uwe huwezi kuongea vizuri mbele za watu. Hiyo haijalishi. Thamani yako kama mwanadamu, thamani yako kama sisi tunasema tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, si ndio? Ina maana thamani yako wewe kule tu kuwa mwanadamu, tayari unatakiwa ujione ni wa thamani na wewe uko sawa na wanadamu wengine. Kwa lazima ujipe self esteem yako katika mfumo huo. Lakini katika hilo umenikumbusha jambo. Ni kwamba tumeumbwa kwa sura mfano wa Mungu, kwamba kuna muda lazima uone greatness ambayo Mungu ameweka ndani yako. Yaani ule ukuu ambao Mungu aliweza kuumba, kwamba na mimi naweza kuumba, na mimi naweza kufanya. Lakini katika mengi uliyozungumza umenikumbusha kwenye Biblia. Mimi ninasoma Biblia. Kuna sehemu imeandika kwamba ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo pia inamata sana, kwa sababu kuna mtu mwingine ndani mwake anajiona kama mdogo. Ndio maana hata akisimama kwa watu ambao hata yani yeye value yake ni kubwa kuliko hao watu, bado atajiona katika ule udogo, kwa sababu nafsi yake tayari imeshamlow down. Kwa hiyo yani hili ni changamoto kubwa, na mimi nimeiona, nina experience hata ninavyofundisha public speaking kwa wanafunzi wangu. Huwa ninaanza na hiyo point kwamba kwa nini mtu anaogopa kwenda kusimama mbele za watu. Anajipa thamani katika namna isiyo sahihi. Kwa kumbe tunachopaswa kujifunza ni kwamba sisi ni wa thamani. Yaani wewe kama ulivyo, wewe ni wa thamani. Na thamani yako haitokani na kile unachokijua ama kile usichokijua. Haitokani na kile unachokiweza ama kile usichokiweza. Thamani yako inatokana na kwamba wewe ni mwanadamu na umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ukisha win kwenye hiyo, ukishabadilisha mentality yako kwenye hicho kitu, tayari utakuwa na confidence. Kwa sababu unakosa confidence kwa sababu unajihisi wewe ni ujui, wewe huna thamani, hauna chochote. Lakini ukijua kwamba mimi ni mtu ambaye nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, so I have greatness of God in me, maana yake mwisho wa siku hutaweza kumuogopa yoyote na utakuwa unajiona thamani na hutaweza kuogopa chochote. Hautajiona wewe si chochote. Kwa hiyo itakupa hata confidence ya kwenda kusimama mbele za watu. Lakini mtaalamu, naomba ututofautishie kidogo. Kuna hofu ya kawaida na kuna hofu
kuzungumza mbele za watu. Hizi zimekaaje hizo hofu mbili? Hofu ya kawaida kwanza unamaanisha nini? Yaani kwamba kuna mwingine anaogopa labda wadudu. Lakini mwingine sasa tumuelewe, yani uoga wake unasababishwa na hivyo kuogopa hivyo vitu vidogo vidogo. Ni hofu ile ya ndani au ni hofu ile ambayo tu akiona watu? Mimi nafikiri hofu sijui tuseme hofu ni kama tabia. Au tuseme ni emotional reaction kama tabia. Na tabia inajengwa na mazoea. Kwa mfano kwa sababu hofu inaweza ikaja, hofu inaweza ikaondoka. Na human nature, hofu is not a human nature. Imagine Mungu alivyoumba mbingu na nchi, alimweka Adamu ayatawale mazingira. Na akampa uwezo wa kuwapa majina wanyama. Hata majina yeye. Ina maana alikuwa anakaa na hao wanyama. Kwa hiyo sisi hata katika ulimwengu wa leo, sisi wanadamu tunayatawala mazingira. Kama tunayatawala mazingira, ni kwamba hatupaswi kwanza kuwa na uoga na kitu chochote. Na the greatest hofu ni hofu ya kifo. Ambacho kila mtu ukizungumzia kifo ni kwamba tunaogopa sana, lakini kimsingi tunatakiwa hata tusikiogope kifo. Kwa sababu whether unaogopa kufa ama hauogopi kufa, mwisho wa siku lazima utafanya nini? Utakufa. Hakuna mtu ambaye ataishi milele. Kwa nini ukiogope kitu ambacho utaenda kukipitia? Lazima ukipitie. Kwa kumbe hatupaswi kuwa na nini? Kuwa na hofu. Hofu imesababisha madhara mengi sana kwenye maisha. Hofu imesababisha matatizo mengi sana kwenye maisha. Na kwenye historia ya mwanadamu, uharibifu mwingi ambao umetokana na hofu na mashaka ambao watu tunakuwa nayo. Ndio maana hata tunashauriwa, tunaambiwa hata katika vitabu vya Mungu, Biblia na vingine, tunashauriwa tusio na hofu, kwa sababu hofu is not a part of human nature. Kuna watu wamekula rushwa kwa sababu ya hofu. Kuna watu wameshindwa kuexpose vitu ambavyo vinaendelea kwa sababu ya hofu. Kuna watu wameshindwa kuwajibika kwa sababu ya hofu. Kuna watu wameshindwa kuwajibisha kwa sababu ya hofu. Kuna watu wameshindwa kutekeleza majukumu yao ya kila siku kwa sababu ya nini? Ya hofu. Na kama kuna kitu ama kuna silaha ambayo mara nyingi adui wa mafanikio, adui wa maisha, adui wa kila kitu huwa anapenda kuitumia, ni silaha ya hofu. Anakutia hofu kwanza. Akishakutia hofu, maana yake tayari wewe unachanganyikiwa. Ukiimeza tu ile hofu, ukiibeba tu, ukiikubali ile hofu, tayari unashindwa kuwa mtu wa kawaida. Unajikuta unaanza kufanya mambo ambayo ambayo huyapendi kwa sababu umetishwa. Lakini mtaalamu, kuna jambo nimelikumbuka hapa. Ni kwamba kuna mtu mwingine alikuwa na confidence, yani kwamba anaamini kwamba mimi naweza kuongea mbele za watu. Lakini siku ya kwanza ameenda kupresent akachoma kazi. Sasa mtu kama huyu, yani hiyo scenario inawezaje kuiathiri ile confidence ya muda mrefu, au inawezaje ikaendeleza hiyo hofu kwa muda mrefu? Lakini mtu huyu anawezaje kupona? Kwa sababu kama umeshasema huyu mtu ana confidence, ana ujasiri wa kwenda kuzungumza mbele za watu, lakini akafika pale akazungumza vibaya. Mimi nafikiri kuna vitu viwili hapo lazima tuviangalie. Kuna mtu ambaye anaweza kuzungumza mbele za watu, lakini akizungumza na ana confidence. Unajua hata mjinga ana ujasiri. Ni kweli. Yani mjinga pia ama mpumbavu ana ujasiri na yeye wa kuzungumza. Ndio maana nasema utaujua upumbavu wa mtu ama akili za mtu pale atakaponyanyua kinywa chake kuzungumza. Ndio maana tunashauriwa hata wakati mwingine sio kila kitu ni cha kuzungumza, na sio sehemu ya kuzungumza, na sio kila kitu cha kujibu. Kuna wakati nyamaza kimya, kwa sababu ukiongea watu wataona ujinga wako. Wengine alikuwa anakuheshimu, lakini ukishaongea tu akamwambia jamani, alikuwa anakuheshimu sana. Umenyanyua tu kinywa, umeongea dada vipi huyu? Mtu anakuambia nilikuwa namheshimu sana, lakini hamna kitu. Kwa sababu umeongea kwanza, labda umeongea kitu sahihi katika mazingira ambayo sio sahihi. Ama umeongea kitu ambacho sio sahihi kwenye mazingira ambayo ni sahihi. Kwa kumbe unaweza ukawa na confidence nzuri tu, lakini pia tunakuja kwenye aspect nyingine ya public speaking, kwamba kabla ya kuzungumza jiandae.
Wow. Vitu vingi vinatokea, mtu anaenda na anachoma kazi kama ulivyosema, kwa sababu ya kukosa maandalizi ya kutosha. Lakini kama mtu angekuwa na maandalizi ya kutosha, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuto kuchoma kazi. Dio. Kwa hiyo kuwa makini, hata kama una confidence yako nzuri, lakini pia lazima uende katika aspect ya pili ya kufanya nini, ya kujiandaa kabla ya kwenda mtu aipuke kuzima moto. Exactly. Yaani wakati mwingine ana presentation. Tuchukue mfano wanafunzi. Sure, yeah. Ana presentation asubuhi saa 1:30. Alikuwa na wiki 2 za kujiandaa, lakini hakufanya hivyo. Usiku ule anajifanya anakesha na nini, akifika hapo mbele hadi unajiuliza huyu mtu hii kazi, yani hadi unafikiria muda ambao mwalimu aliwapa na muda na kitu mtu anakuletea mbele. Ng'ombe siku Anenepi, yani hapo hata uzito uongezeke. Ni ngumu sana. Kwa hiyo tunakuja kukuta kwamba hiyo ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ni kujipa thamani katika namna ambayo ni sahihi. Lakini pia mtu anaweza akatumiaje, kwa sababu kuna kauli nasema badilisha weakness kuwa fursa. Badilisha changamoto kuwa fursa. Hasa hii hofu imeshakuwa ni changamoto, inawezaje kubadilika kuwa fursa? Kwa sababu tunasema hofu ni changamoto. Ni lazima kuikabili hofu. Yeah. Hakuna namna nyingine zaidi ya kukabili hofu ya kuongea. Yaani hofu ya public speaking inatibiwa kwa kuongea. Okay, lakini hapo pia kwa hiyo mazoezi ya dakika 1 yanawezaje kumsaidia mtu sasa yaani akiwa anafanya mazoezi ya kuongea ndio ile kitu kitaondoka. Lakini kama hauongei, kama narudi pale pale. Tatizo kwanza, kupanga ni kuchagua. Yeah. Tatizo la kitu chochote litaondolewa kwa kukifanya hicho kitu. Wow. Kama una weakness ya kusoma, huwezi kusoma vitabu. Utaweza kuwa msomaji mzuri wa vitabu kwa kusoma vitabu na sio kuangalia mechi. Kama una tatizo la kuandika, sio mwandishi mzuri, utatibu tatizo lako kwa kuandika sana, sio kufanya kitu kingine. Kama una tatizo la kutunza fedha, utatibu tatizo lako kwa kuanza kutunza fedha. Kwa lile tatizo lako ili ulitibu lazima ufanye hicho kitu. Kwa mfano, yani lazima upambane kukitibu hicho kitu. Kwa mfano, una tatizo la public speaking, ni lazima ufanye public speaking sana ili kutengeneza habit ya hicho kitu kifanye nini, kiweze kukaa kiwe sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo ndio njia kubwa sana ya kuweza kubadilika na kushinda hofu. Sawa, lakini katika hilo kuna hii scenario ya kwamba ni mbinu gani ambazo mtu anaweza akazitumia dakika chache kabla ya kwenda kwenye public speaking kuondoa hofu. Unajua hiyo pia mimi mwahi kunikumba. Kuna issue ibidi niifanye, lakini nilikuwa na ujasiri, lakini muda unavyozidi kwenda nakuta hadi mwili unatetemeka. Unajua hofu is a psychological issue. Yeah. Hofu ni jambo la kisaikolojia, sio jambo la kiuwezo. It's not a mental, it is psychological. Sasa kama hofu ni swala ambalo ni psychological, lazima tulitibu katika psychological kwa kubadilisha mentality. Yes. Namba 1. Lazima kwanza mentality yako iwe vizuri kabisa kwa kuziangalia zile sababu za hofu ambazo tumezisema. Ambazo sababu ya kwanza tumesema mtu anaogopa kupoteza. Kama unahisi kwamba ukiongea utapoteza heshima yako, ni lazima ubadilishe kwamba mimi heshima yangu itabaki kuwa heshima yangu na haitaondolewa na kushindwa kuongea. Yes. Kama unahisi kwamba nikiongea mbele za watu nitapoteza kazi yangu, nikwambie kwamba hiyo kazi ulionayo na hiyo nafasi ambayo uko nayo mpaka muda huu, hiyo nafasi usingeipata, uliipata ukiwa hivyo na udhaifu huu ambao wewe unahisi kwamba unao wa kuongea. Hivyo ndio jicho lilikuona likakuweka kwenye hiyo nafasi. Na jicho kubwa ni jicho la Mwenyezi Mungu. Yeah. Na kama Mwenyezi Mungu ndio alikupa na wewe unaamini kwamba ulipewa hiyo nafasi na Mwenyezi Mungu ambaye ndio anatoa baraka zote, basi hakuna kitu either udhaifu wako ama kitu kingine kitakachoweza kukutoa wewe kwenye hiyo nafasi. Yeah. Kwa lazima ubadilishe mentality yako. Ujione wewe ni mshindi kuanzia kwenye akili. Lakini pia ujipe thamani katika namna ambayo ni sahihi. Yaani ujue mimi self esteem yangu inapatikana kwa sababu mimi I am a human being. Na mimi ni mfano wa Mungu. Nilivyo tu mwanadamu, sio kuku, sio nini, mimi ni wa thamani. Usijipe thamani kutokana na vile unavyoweza
na vile ambavyo fanya nini uviwezi. Lakini jambo la tatu ambalo hatukuliangalia hapo mwanzoni, ambalo ni chanzo cha hofu, ni kujifananisha na watu wengine. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo lazima ujijue wewe ni unique, na katika dunia yote ya watu bilioni 7 hakuna kama wewe, na hata huko nyuma hajawahi kutokea kama wewe. Kwa wewe ni wa pekee, wewe ni unique, na utabaki kuwa wewe. Kwa lazima ukubali kuishi kama wewe, usijifananishe na mtu mwingine. Yule ni yeye kufanya anachofanya mwingine. Kama ameenda pale ameongea vizuri, na wewe ukifika vile vile ulivyoongea, yule ni wewe. Kuna kitu wewe unacho yule hana. Sawa, lakini mtaalamu katika hilo tuongee kidogo na vijana, kwa sababu vijana ndio watu ambao wana pretend kupita kiasi. Kwamba mtu ana vision kubwa, labda mimi ni journalist, lakini baadaye ya kudili na greatness ya Mungu ambayo ipo ndani yangu, naanza kuangalia mwandishi fulani anafanya hivi na mimi nataka nifanye. Yani kwamba nataka kutumia mbinu, naanza yani yeye mbinu alizopita, njia alizopita, mimi nataka kupita zile. Kwa hiyo nadhani hii inasababisha watu wengi kwanza wasiishi katika ule mfumo wa Mungu. Mungu asiwasaidie katika vile wanavyotakiwa kufanya. Hata hiyo confidence Mungu wapi, kwa sababu wewe umtegemei yeye tena. Yaani wewe una confidence yako ambayo unaitaka, utaki tena ile ya Mungu. Na hapa niseme statement moja, na watazamaji wetu waisikie vizuri. Mungu hawezi kukikuza kitu ambacho hakukiweka yeye ndani yako. Hawezi kukukuza kitu ambacho hakukupa. Yaani hapo kiufupi kwamba hawezi akaimwagilia mbegu ambayo hajaipanda yeye. Yaani Mungu hawezi kuimwagilia mbegu ambayo hakuipanda. Mungu hawezi kukikuza kitu ambacho hakukupa kwenye maisha yako. Kwa hiyo nini tunachopaswa kujifunza ni kwamba lazima ujue kwamba mimi Mwenyezi Mungu ameweka nini ndani mwangu. Kile alichoniwekea ndio uniqueness yangu. Hiki ndio Mwenyezi Mungu anaweza kukikuza. Kwa nini? Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba tusijibadilishe sisi kuwa watu wengine. Kuna tofauti ya kuiga na kujifunza. Kwa lazima tujue kwamba tusichanganye. Naweza nikajifunza kwa mtu ambaye amenitangulia, anafanya vizuri, nikajua anafanya nini, nikajaribu kuapply some principles ambazo anazitumia. Lakini sipaswi mimi kuwa yeye. Kwa mfano kwenye utangazaji, kwa watangazaji, wanafunzi wetu labda wa journalism, usitamani wewe kuwa kama mtangazaji fulani maarufu, sauti kama ya fulani. Sio tu kuna watu wanaigiliza. Kama wewe ni mhubiri, usitamani kuwa kama mhubiri, usitamani alipofikia, lakini usitamani kuna mtu mpaka ile sauti anaiga kabisa. Usiige. Usiige. Wewe ni mtangazaji, usiige. Wewe ni kiongozi, usiige. Jifunze lakini usiige. Kuwa wewe, tumia capability vile ulivyo. Zaidi mwambie Mwenyezi Mungu akusaidie ujiposition kwenye position yako. Kwa hiyo changamoto ya kujifananisha na wengine imeleta matatizo makubwa, na imewafanya watu wasifikie kwenye potentials ambazo Mungu aliziweka ndani yako. Kwa sababu kila mtu ndani yake kuna potential kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameiweka. Kwa hiyo tunashindwa kustawisha potential zetu ambazo tuko nazo. Tunabadilika, tunataka kuwa kama fulani. Mwisho wa siku hatufikii kwenye ukuu, hatufiki kwenye yale mafanikio makubwa ambayo tunayafikiria. Kwa hiyo tukirudi kwenye hizo sababu tatu ambazo ni kubwa, sababu tatu kubwa za hofu ambazo ziko kwenye mentality, lazima kwanza kuibadilisha mentality kwanza. Kuna mtu alisema ni jana ameniambia kwamba ukitaka kufanya kitu chochote hakikisha una positive mind. Exactly. Na hicho ndio kitu pekee ambacho kitakusaidia kufanya kitu chochote kile. Haijalishi yaani kuna vitu vingine tunafanya ni vikubwa, lakini mind yako ikiwa kubwa katika hilo. Huyo mtu alikuwa ananiambia amewahi kuwa best student. Kwa akasema yeye amekuwa best student sio kwa sababu yani ya nini, lakini yeye first day amefika chuo. Siku ya kwanza anaingia kwenye mambo ya ibada, akutana na mtu ambaye amewahi kuwa best student, anatoa pale ushuhuda. Kwa akajiambia moyoni mwake mimi ni best student. Na akatoka hapa chuo kikuu cha Dodoma akiwa best student kwenye daki fulani. Kwa mentality yake, ile positive mind yake iliamua awe nani. Kwa wewe pia ambaye unatusikiliza, kile unachokifikiri kitaamua hatima yako iwe nini. Kwa hiyo badili mtazamo wako, fikiri pakubwa. Yaani mwingine anajifikiria, yaani anapataka padogo. Kwa hiyo taka pakubwa, taka vitu vikubwa, declare vitu vikubwa. Yaani jiambie wewe mwenyewe, usisubiri mtu aanze kwambia wewe ni mtu mkubwa, wewe utakuwa kama fulani. Jiambie mwenyewe mimi ni fulani. Na wataalamu wa mambo ya motivation, of course that's a reality kwamba vile ulivyo kuna law inaitwa the law of magnet. Kama magnet tu ilivyo. Law yani
tabia ya usumaku. Vile ulivyo uta-attract vile ulivyo. Yaani mimi nikiwa na mawazo makubwa nita-attract resources kubwa. Nikiwa na mtazamo wa kufika eneo fulani, ukiwa na mtazamo mdogo uta-attract vitu vidogo. Kwa mfano turudi kwenye Biblia, maana tutatoa sana mifano ya kwenye Biblia. Kuna mwanamke mmoja nafikiri alikuwa ana changamoto ya nafikiri mafuta ama kitu kama hicho, na baadaye mtumishi mmoja wa Mungu, nabii, akapita kwake, akamwambia una shida, nenda kachukue vyombo, katafute, kazime kwa majirani, weka vyombo vingi. Unaona, yule mwanamke kweli alileta vile vyombo vilivyojaa na yale mafuta yalikata. Yes. Kwa tunachojifunza ni kwamba vile unavyojiandaa ndivyo resources zako zitakavyokuja. Na mafanikio huwa yanafata mtu mwenye ndoto kubwa. Yeah. Resources nyingi zinafata mtu mwenye ndoto kubwa. Hautaweza kufikia hatua umevuta resources nyingi. Na tunapozungumzia resources tunazungumzia resources, watu, vitu, fedha na opportunities nyingine. Haziwezi kuja kwako kama wewe una ndoto ndogo. Kwa changamoto ambayo kubwa ambayo mimi naiona hasa kwa vijana wetu wa Kitanzania au vijana wengi ni kuwa na ndoto ndogo sana. Mfano, ukimuuliza mtu nini wewe plan ya maisha yako, atakwambia bwana, mimi nataka niwe na nyumba, nataka niwe na gari, natafuta range, niwe na range, natafuta niwe na nyumba yangu na mke na watoto, maisha mazuri. Hayo ndo maisha ya ukweli. Hatuna, ndoto zetu nyingi zinaishia kwenye mahitaji binafsi. Watu wanakuwa wachoyo. Watu tunakuwa tunawaza kwa uchoyo. Lakini ukienda kwa vijana wengi utakuta wana ndoto za watu binafsi, lakini ni wachache sana ambao wana ndoto za kugusa maisha ya watu wengi. Kwa mfano, kuna mtu unakuwa na ndoto, mimi unasema unaweza kuwa na ndoto ukasema Dodoma hapa pana changamoto ya mifumo labda ya maji. Mimi nataka ni design system ambayo itakuja kusaidia kuwe na maji ya uhakika katika public labda institutions ama public schools zote hapa Dodoma. Au mimi naona hapa Dodoma kuna changamoto labda ya mfumo wa uhifadhi taka. Kuna changamoto ya takataka. Hakuna njia bora za kutupa takataka. Sasa mimi plani yangu nataka kwamba baada ya muda fulani nije niifanye Dodoma kuwa ndio kitovu cha usafi dunia nzima. Kama tunavyoiona Kigali. Sasa mimi nataka Dodoma kwa sababu ni makao makuu ya nchi, nataka ije kuwa sehemu ambapo pana usafi. Kwa hiyo unaanza kubuni mifumo, unaanza kubuni sera, unaanza kubuni sheria, unaangalia hapa tukiwe na sheria gani. Labda unasema mimi nataka baada ya muda fulani Tanzania tuje tumalize kabisa tatizo la malaria. Kwa hiyo unaanza kuwa na hiyo mifumo. Sasa ndoto kama hizo, au mimi nataka bwana, mimi nataka nije nilishe Afrika. Nilishe, yani kusije kuwa na kitu kinaitwa njaa. Au mimi nataka nije niwe niwasaidie wajasiriamali wadogo. Labda nimepita kule na kule, naona matunda mengi yanaoza. Matunda yanazaliwa kwa wingi lakini walaji wachache. Sio tu walaji, kwamba ina maana hakuna system ya kuprocess vizuri. Kwa hiyo kutengeneza product nyingine kutokana na matunda. Kwa hiyo mimi nitahakikisha kwamba haya matunda mengi ambayo wakulima wanayazalisha kwenye nchi yetu hayaozi. Kwa hiyo ina maana unatengeneza mfumo wa kuadi value. Ama samaki hizi ambazo zinavuliwa natengeneza mfumo wa kuhifadhi. Kwa hiyo unakuwa na ndoto ambayo sio tu ya kwako wewe ya nyumba na gari, unakuwa na ndoto ambayo inawagusa watu wengi. Hapo ndo panakuwa mara nyingi na changamoto. Ndoto zinakuwa ni ndogo, hazi-attract resources nyingi. Sawa, mtaalamu wa mawasiliano, umetupa nondo nyingi sana leo, lakini tumefika tamati ya season yetu ya pili. Mtazamaji unayetufuatilia episode 1 ya season ya pili episode 1. Mimi ni Neema Kajange, nilikuwa na mtaalamu wa mawasiliano. Ninaamini hapo tulipofikia vipo vitu vingi umejifunza kuhusiana na hofu ni nini, kwa hofu ni nini, namna ya kuepukana nao, jinsi ya kujenga self confidence, namna ya kuongea mbele za watu na mambo mengine kadha ambayo mtaalamu wetu wa mawasiliano Mr. Musa Semiemba ametuambia. Mpaka hapo sina la ziada, lakini endelea kutufuatilia. Mtaalamu, na neno moja la mwisho? Neno moja, endelea kutufuatilia.